katika majaribu yale, kwa sababu uongozi unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtume wa Mwenyezi Mungu hakulazimisha kuwa kiongozi wa Waislamu. Mwenyezi Mungu alimpa uongozi wa Waislamu. Mtume wa Mwenyezi Mungu katika ule uwanja wa majaribio akakaa pale, akanyosha mikono yake juu akimwomba Mwenyezi Mungu. Ghafla jua likapatwa na mwezi, kiza kinene kikatanda. Takbir! Tumsalieni mtume ndugu zangu. Nipigeni makofi na mbeni ukweli. Kiza kinene kikatanda. Kiza kile kilipotanda, wale makafiri wakasema haiwezekani, huyu atakuwa mchawi, huyu sio bure. Na tena wakutaka kumwamini kuwa ile miujiza pale imetokea. Wewe bwana, ndio usiku, sisi hatuonani hapa, tunapata nyakati ngumu. Kwa kadari za Mwenyezi Mungu, baadaye mchana tena ukarudi. Lakini mchana ule umerudi, mjomba wake katika uzao wa mama yake akasema, wewe sio mtume, wewe ni mchawi. Tumswalieni mtume jamani. Mheshimiwa mbunge, na mimi vitu vimo kidogo, sio haba. Nilichapa kidogo madrasa kidogo. Asalamu alaykum. Tumswalieni mtume. Sasa mtizame kiongozi huyu, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitihani aliyopitia yote, mpaka kupigwa na mawe, mpaka kung'olewa meno, mpaka viatu vyake kujaa damu, akiitangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Siku zote waja wema, watu wenye matendo mema, watu wenye nia njema, huwa baadhi ya watu utoka na kuwapinga na kutaka kuwachafua, na aidha wakitamani hata kuwaangamiza. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, watu hawa Mwenyezi Mungu anawalinda. Tumsalieni mtume. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, kazi umefanya, sio uongo. Na kama kazi umefanya, na lazima tuziseme. Na kama usingelisema, wale maharamia wanaokuja kukuchafua wewe wangepata nafasi ya kuwadanganya watu wa Mwenyezi Mungu hawa kuwa mbunge wenu wa kufanya kitu. Kuna ulisi gani kwa watoto wetu, kwa vizazi vyetu, kama sio elimu? Shule zilikuwa za taabu. Kasema hapa mheshimiwa mbunge, kuna mahala watu walikopo hawafikiki shuleni, mvua zikinyesha panakuwa na taabu, wanafunzi hawasomi. Na tunasema tunataka kuandaa mainjinia kutoka kwenye kijiji hichi, tunataka kuwapata walimu kutoka kwenye kijiji hichi, tunataka kuwapata maaskari kutoka kwenye kijiji hichi, tunataka kuwapata madaktari kutoka kwenye kijiji hichi. Tunawapataje hawa watu kama tunawatengenezea mazingira mazuri ya kupata elimu? Nipigeni makofi na mbeni ukweli. Hatukukataza mtu. Muda ukifika, nendeni mkachukue hizo fomu zenu mnazotaka kwenda kuchukua. Lakini kwenye ukweli, lazima ukweli tuuseme. Na hatupo hapa sisi kwa ajili ya kufanya kampeni. Tuko hapa kuja kuueleza ukweli ambao mbunge ameufanya kwenu nyinyi. Nipigeni makofi na mbeni ukweli. Angalia deni mlilokuwa nalo wazazi wangu. Tizameni deni mlilokuwa nalo kwa nyakati zote za nyuma, viongozi wengi waliopita. Hapa swala la elimu lilikuwa kizungumkuti. Mbunge amekuja, sasa tunapata elimu ya uhakika. Nendeni leo mkawaulize watoto wenu. Nendeni leo mkawaulize wajomba zenu. Nendeni leo mkawaulize mashangazi. Nendeni leo mkawaulize wadogo zenu elimu wanaoipata shuleni. Nendeni leo mkawaulize, una ndoto gani wewe baada ya kumaliza masomo? Tena atasema kwa kujidai
mimi nikimaliza masomo yangu nitakuwa daktari, natamani kuwa daktari nikimaliza masomo yangu. Nikimaliza masomo yangu nataka kuwa rubani, niendeshe ndege angani, nipate nafasi ya kuwasafirisha Watanzania kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ana uhakika na elimu anayoipata, na elimu ile imesababishwa na mbunge wetu Bwana Kipanga. Makofi kwa mbunge. Kuwapata watu wenye uwezo na roho ya kufanya kazi hivi ni bahati. Nyinyi watu mna bahati. Mimi natoka kule Igalula kwetu Tabora.